wanandoa wanafanya. Sijui aibu hata kusema. Hivyo. Umeelewa? Vita ya Kagera. Na watu wanaona kabisa ni maisha. Kutana kesi moja kipumbavu. Eti mume wangu ananilazimisha kwenda chooni. Kwenda ambako sio penyewe. Na unaangalia hao watu wamesoma. Unakutana matangazo mtandaoni. Jana kaba anaochuuza. Anasema tunauza sehemu zote. Hebu fikiria mwanadamu, kitu ambacho hata ng'ombe hajawahi kukosea, hata mbuzi hajawahi kufanya upumbavu, lakini leo mwanadamu kwa sababu ya kumkataa Yesu amekuwa giza totoro linalotisha. Anafanya vitu kama hivi. Nakwambia kabla ya wokovu ni giza. Na wewe unayekurupuka tu unaona kila mtu unayemwona tu nioe basi nioe. Utakuja kukutana Sodoma na Gomora live. Mvile tu kwenye ndoa. Nakwambia mimi sijui hayo. Mimi naweka mafuta kwenye exhaust. Unaanza kujuza sasa mimi nataka nikwambie ndio maana neno la Mungu ni kanuni bora, ni njia bora. Haya ninayozungumza yanalitesa Tanzania, yanalitesa taifa, yanalitesa dunia. Kabla ya wokovu ni giza. Unaniambia nani? Ndio maana sasa hivi kuna wapumbavu. Kuna watu wapumbavu nasema tu Mungu nipe neema. Siku Mungu akinipa neema. Ngoja Mungu anipe neema tu. Sasa mimi si ni msemaji wa mtaa. Mimi ni msemaji wa mtaa. Sijafikia. Haina hata niwe tu msemaji hata wa kimkoa. Msemaji tu hata wa kimkoa. Sababu sasa tunapiga nyundo na mwingine hazifiki. Lakini kuna siku kabla ya wokovu maisha yalikuwa ni mabaya. Dunia ilikuwa inatisha. Ndio maana leo Shetani ameleta propaganda. Anasema dini zimekuja, dini zilileta utumwa. Wangapi washasikia hizo habari? Anasema dini zimeleta utumwa. Dini zimeleta utumwa. Dini zilikuja ili tutawaliwe. Sasa ngoja nipafumue kidogo hapo. Nipafumue kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niwaambie jambo moja. Shetani hujua kugeuza. Na hizo maana zinaletwa na wasomi. Kuna mtu mmoja anaitwa Kendo. Wangapi wanamfahamu? Somi fulani hivi amesoma mpaka amechanganyikiwa. Kwa sababu ukisoma sana elimu dunia, halafu usisome elimu ya kimungu, unachanganyikiwa. Yuko anaitwa Kendo. Wapo kina Dennis Mpaganze. Wanaandika mpaka vitabu. Wanasema Afrika, uhuru wa Afrika. Wanasema uhuru wa Afrika. Wanaposema uhuru wa Afrika, wanamaanisha Afrika eti ameharibiwa na imani. Eti ameharibiwa na imani. Nataka nikwambie pamoja na kwamba ni kweli imani imechakachuliwa, lakini hapa tulipofika ni kwa msaada wa imani. Wanasema dini zimekuja kuleta utumwa. Hivi wangapi wamesoma historia? Ngoja nisome historia kidogo. Biashara ya utumwa Afrika ilianza mwaka wa 800